za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vyakwama kutokana na mgogoro wa gesi na Slovakia. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini mkataba wa amani mjini Washington. Na Umoja wa Mataifa wasema una wasiwasi kuhusu vifo na machafuko nchini Kenya. Habari kamili. Gaza. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameielezea hali katika ukanda wa Gaza kama mauaji halaiki, huku waokoaji wakisema vikosi vya Israel vimewaua watu 65. Sanchez amesema Gaza iko katika hali mbaya ya janga la mauaji ya kiholela, na ameuhimiza Umoja wa Ulaya usitishe kwa haraka mkataba wake wa ushirikiano na Israel. Akizungumza kabla mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya kuanza jana mjini Brussels, Sanchez aliitaja ripoti ya umoja huo iliyobainisha kwa dalili kwamba Israel ilikuwa inakiuka majukumu yake ya kuheshimu na kuzilinda haki za binadamu chini ya mkataba wa ushirikiano unaoweka msingi wa mashirikiano ya kibiashara. Ubalozi wa Israel mjini Madrid umemkosoa vikali Sanchez, ukimtuhumu kwa kuihujumu Israel, ukisema Uhispania ilikuwa upande mbaya wa historia. Brussels. Vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vimesitishwa kufuatia upinzani kutoka kwa Slovakia kwa sababu ya mgogoro wa gesi. Vikwazo hivyo havikupata kura zinazotakiwa kuungwa mkono kwa kauli moja baada ya Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico kusema hayuko tayari kuridhia pendekezo la vikwazo hivyo. Wakati huo huo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wametaka juhudi kubwa zaidi zifanyike kukidhi mahitaji muhimu ya kijeshi ya Ukraine na kuelezea msimamo wao kuliunga mkono ombi la nchi hiyo kutaka kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Wakuu wa Umoja wa Ulaya pia wamejadili mapendekezo mapya ya Marekani kuhusu mkataba wa biashara, huku rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen akisema kuna uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kukwama. Washington. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo zitasaini mkataba wa amani mjini Washington kufikisha mwisho mzozo mashariki mwa Kongo ambao umewaua maelfu ya watu. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mstari wa mbele kupigia debe juhudi za kidiplomasia ambazo zimesaidia mkataba huo kuafikiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tommy Pigold amesema mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda watausaini mkataba huo mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika taarifa ya pamoja kabla hafla ya kusaini makubaliano hayo, nchi hizo tatu zilisema mkataba huo utaheshimu mipaka na marufuku ya machafuko pamoja na kuyapokonya silaha makundi yote yenye silaha yasiyo ya serikali. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu machafuko yaliyozuka wakati wa maandamano nchini Kenya Jumatano wiki hii, yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 16 na kuwaacha waandamanaji wengine na majeraha, huku ukitoa rai pawepo na utulivu. Msemaji wa afisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya haki za binadamu Elizabeth Trossel amesema katika taarifa kwamba wametiwa wasiwasi kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa na majeraha ya risasi. Afisi hiyo ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva imetambua kwamba mamlaka huru inayosimamia idara ya polisi IPOA imetangaza itaanzisha uchunguzi. Trossel amesema haki ya watu kukutana kwa amani na uhuru wa kujieleza ni msingi wa utawala wa sheria na lazima uheshimiwe na watu wote. Brussels. Umoja wa Ulaya unatafakari chombo kingine kuchukua nafasi ya shirika la biashara duniani WTO ambalo limelemazwa. Hayo ni kwa mujibu wa kauli zilizotolewa na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Akizungumza katika mkutano na waandishi habari jana Alhamisi kufuatia mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, von der Leyen alipendekeza kubadili muundo wa shirika la WTO lililoasisiwa mwaka 1995 kupunguza vikwazo vya biashara ya kimataifa.
Bangui. Wanafunzi 29 waliokuwa wakifanya mtihani wa shule ya sekondari katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekufa katika mkanyagano uliosababishwa na kulipuka kwa transformer ya umeme. Hayo yamesemwa na Wizara ya Afya ya nchi hiyo. Zaidi ya wanafunzi 5,300 walikuwa wakifanya mtihani kwa siku ya pili wakati mlipuko huo ulipotokea Jumatano mchana katika mji mkuu Bangui. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Kutoka chumba cha habari sasa tuangazie miongoni mwa yale tuliyoyapa kipaumbele asubuhi hii. Kremlin yasema bado hakuna maendeleo kuhusu tarehe maalum ya duru inayofuata ya mazungumzo ya amani na Ukraine. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu inayo mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloituhumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23. Vile vile tutakuletea ripoti inayoangazia hali inazidi kuwa ya kusikitisha katika hospitali ya Nasser mjini Khan Yunis. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Uchambuzi wa ripoti asubuhi hii unaanzia na mzozo kati ya Urusi na Ukraine wakati mapambano yakiendelea katika mstari wa mbele wa vita. Hapo jana ikulu ya Kremlin ilisema kwamba bado hakuna maendeleo yaliyopatikana kuweka tarehe maalum ya duru inayofuata ya mazungumzo ya amani na Ukraine. Joseph Acharo amefuatilia yanayojiri katika mzozo huo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Shirika la habari la nchini Urusi Interfax limeripoti kwamba utawala wa Kremlin umesema bado kuna mkwamo katika kuyafufua tena mazungumzo ya kutafuta amani na Ukraine. Shirika lingine la habari la TASS limemnukuu msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akisema Urusi inapendelea na inaunga mkono muendelezo wa juhudi za Marekani kupatanisha. Wakati haya yakiarifiwa, vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vimesitishwa kufuatia upinzani kutoka kwa Slovakia kwa sababu ya mgogoro wa gesi. Vikwazo hivyo havikupata kura zinazotakiwa kuungwa mkono kwa kauli moja baada ya waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico kusema hayuko tayari kuridhia pendekezo la vikwazo hivyo, akielezea wasiwasi kuhusu uagizaji wa gesi wa Slovakia kutoka nje ya nchi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walikusanyika mjini Brussels kujadili msaada zaidi kwa ajili ya Ukraine, zikiwemo hatua mpya za udhibiti kwa Urusi, kurefusha vikwazo vilivyopo na njia ya Ukraine kuelekea wanachama wa Umoja wa Ulaya. Vikwazo vya duru ya 18 vilivyopendekezwa na halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya vinazilenga sekta za fedha na nishati za Urusi, kujibu hatua ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa kukubali mkataba wa kusitisha mapigano nchini Ukraine usio na masharti yoyote. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wametaka juhudi kubwa zaidi zifanyike kukidhi mahitaji muhimu ya kijeshi ya Ukraine na kuelezea msimamo wao kuliunga mkono ombi la nchi hiyo kutaka kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Viongozi hao wamesema ni muhimu kupeleka mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na mifumo dhidi ya mashambulizi ya droni na silaha kubwa kuisaidia Ukraine kuwalinda raia wake na himaya yake dhidi ya mashambulizi makali yaliyoimarishwa ya Urusi. Wakati huo huo, wakuu wa Umoja wa Ulaya wamejadili mapendekezo mapya kutoka kwa Marekani kuhusu mkataba wa biashara, huku rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen akisema hafutilii mbali uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kugonga mwamba, akisema mapendekezo yote yanabaki mezani. Viongozi wa Ulaya wamekutana kuamua ikiwa wanataka kushinikiza mkataba wa haraka wa biashara ama waendelee kupambana kutafuta mkataba mzuri zaidi, huku nchi mbili zenye uchumi mkubwa katika Umoja wa Ulaya zikitofautiana. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameutaka Umoja wa Ulaya utafute mkataba wa haraka na rahisi wa biashara badala ya mkataba wenye vipengee vingi utakaochukua muda mrefu kabla kuafikiwa. Lakini katika kauli tofauti, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron
amesema nchi yake haitakubali masharti ambayo hayana uwiano, huku akitaka mkataba wa haraka na unaozingatia hali halisi ya mazingira ya biashara. Shukrani sana Josephat Charo. Tukitoka huko Ukraine na Urusi, msikilizaji, moja kwa moja tuelekee sasa nchini Tanzania. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu iliyopo Arusha, Tanzania, imesema kwamba inayo mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri lililofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikituhumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23 linalosababisha machafuko mashariki mwa Kongo. Awali Rwanda ilipinga shauri hilo kwa kudai kuwa mahakama hiyo ya haki za binadamu haina mamlaka kisheria ya kusikiliza shauri hilo. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi. Jaji Rafaa Ben Akio wa mahakama hiyo, wakati akisoma maamuzi hayo ya mahakama, amesema kwamba pamoja na maamuzi hayo, mahakama imetoa siku 90 kwa Rwanda kujibu hoja za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na siku 45 kwa Kongo kuzipitia na kuzifanyia tathmini hoja za Rwanda kabla mahakama hiyo haijakutana tena kusikiliza shauri hilo na kutoa maamuzi. Mahakama hii ina mamlaka ya kisheria kusikiliza shauri la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda. Hata hivyo, mahakama inapaswa kuzingatia iwapo katika mazingira fulani inaweza kutumia mamlaka yake ya kieneo pale ambapo ukiukwaji unaodaiwa ulitokea nje ya mipaka ya nchi inayoshtakiwa. DRC inaituhumu Rwanda kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwapo mauaji, ubakaji, uharibifu wa mali pamoja na kuwafanya zaidi ya watu 500,000 kuyakimbia makazi yao, huku watoto takriban 20,000 wakikosa huduma za msingi ikiwapo elimu. Katika kesi hiyo, DRC imeiomba mahakama iamuru Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini humo, kusitisha msaada kwa kundi la M23 pamoja na kutoa fidia kwa madhara yaliyosababishwa. DRC inasema maamuzi ya leo yanatoa mwanga kwa nchi hiyo. Samuel Mbemba ni waziri wa sheria wa Kongo. Ni maamuzi yanayotoa mwanga katika kupigania haki za binadamu mashariki mwa DRC. Ni uamuzi muhimu unaotoa matumaini kuhusu masuala yanayohusu malalamiko kati ya nchi wanachama kuhusu kesi za haki za binadamu barani Afrika. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha vikali madai hayo yanayotolewa na DRC. Veronica Natalis, DW, Arusha. Na tukisonga mbele katika hali inayozidi kuwa ya kusikitisha, hospitali ya Nasser mjini Khan Yunis, Gaza, inapambana kuendelea na huduma zake huku ikiwa imelemewa na idadi ya wagonjwa, uhaba wa vifaa na uhaba wa wafanyikazi. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, hospitali hiyo inapokea mamia ya majeruhi kila siku, wengi wao wakiwa waathirika wa vurugu karibu na vituo vya utoaji wa msaada wa chakula visivyo chini ya Umoja wa Mataifa. Idris Sanga na taarifa zaidi. Kwa sasa hospitali hiyo inahudumia wagonjwa 590, karibu mara mbili ya uwezo wake wa kawaida, huku wagonjwa 51 wakiwa wamewekewa mashine za kuwasaidia kupumua. Hata hivyo, hospitali hiyo haina uwezo wa kuongeza huduma kutokana na ukosefu wa mashine za oxygen, vitanda, vifaa vya ufuatiliaji na wahudumu wa afya. Wengi wa wahudumu wake hawawezi kufika kazini kwa sababu ya hofu ya usalama au ukosefu wa mafuta. Atef El Hout ni mkurugenzi wa hospitali hiyo. Hospitali ya Nasser inateseka kama sekta yote ya afya. Kuna uhaba mkubwa wa dawa, vifaa tiba na huduma kwa wagonjwa. Pia tunakumbwa na changamoto ya mafuta. Yanayotolewa na WHO yanatosha kwa siku chache tu, na baadaye tunakumbwa na uhaba wa dizeli. Huu ni mfumo wa kutegemea kwa tone moja, unaolazimisha kufunga baadhi ya vyumba vya upasuaji, vituo vya oksijeni na huduma nyingine muhimu tunazohitaji kwa uhai wa hospitali yetu. Hali hiyo inajiri huku makumi ya watu wakiuawa kila siku na mamia wengine kujeruhiwa katika maeneo ya karibu na vituo vya msaada vinavyosimamiwa na Israeli na Marekani. Mashuhuda wanasema Israeli inafanya mashambulizi dhidi ya umati wa watu wenye njaa baada ya kuelekezwa kwenye maeneo ya kupokea msaada, kama anavyoeleza Samir, mkimbizi aliyeko Khan Yunis. Tunaishi kwenye umaskini uliokithiri. Hatuna mboga wala mchele. Hata bidhaa chache zilizopo zina bei ya juu mno. Hatuwezi kumudu. Watoto na vijana wetu wanalazimika kwenda kutafuta chakula. Wanajua ni hatari, lakini hawana njia nyingine.
wanalazimishwa na njaa kuingia hatarini ili kulisha familia zao. Kwa mujibu wa WHO, hospitali kama NASA zinahitaji ulinzi na misaada ya dharura kwa wingi ili kuokoa maisha. Taarifa ya WHO imeeleza kuwa ni kinyume cha sheria za kimataifa kugeuza hospitali kwa maeneo ya kijeshi, jambo linalozidi kuweka maisha ya wagonjwa na wahudumu hatarini. Athanasios Gargavanis ni daktari wa upasuaji wa WHO aliyeko Gaza. Hospitali hazipaswi kubadilishwa kuwa maeneo ya kijeshi. Afya ni haki na misaada inapaswa kuingia Gaza kwa wingi. Licha ya juhudi za kimataifa, hali bado ni mbaya. Mpango mpya wa misaada unaoungwa mkono na Israeli na Marekani bado haujaondoa sintofahamu na ghasia zinazozunguka usambazaji wa misaada. Gaza inaendelea kujeruhiwa si tu kwa mabomu, bali pia na njaa, ukosefu wa dawa na kukatiwa kwa huduma za msingi za afya. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ipo katika kipindi cha mabadiliko muhimu. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio sasa amekabidhiwa wenyekiti wa kupokezana wa jumuiya hiyo, akiri taasisi yenye mipasuko inayokumbwa na misukosuko ya kisiasa, mapinduzi ya kijeshi na maswali kuhusu ufanisi wake. Mtangulizi wake Rais Bola Tinubu wa Nigeria aliongoza ECOWAS wakati wa dhoruba kubwa kihistoria, ikiwemo kujitoa kwa nchi tatu wanachama na ongezeko la vitisho vya kiusalama. Ripoti ya mwandishi wa DW Setan Sanderson inasomwa na Lubega Emmanuel. Bola Tinubu aliongoza ECOWAS katika kipindi kigumu, akikabiliana na ugaidi, kuyumba kwa uchumi na mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso, Mali na Niger. Mataifa haya ya ukanda wa Sahel yalijiondoa kwenye jumuiya hiyo mwaka 2023 na kuanzisha muungano wa nchi za Sahel, kwa ufupi AES, hatua iliyosababisha mgawanyiko mkubwa wa kikanda ambao Tinubu